Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Labda ninawafanyia makosa makubwa sana kutowapa taarifa za kinachoendelea kati ya Urusi pamoja na China, lakini hii inatokana na ukweli wa sababu ambazo zipo ya uwezo wangu, na ndio maana wakati mwingine nashindwa kufanya baadhi ya vitu ambavyo mnafaa kuvifahamu. Lakini kubwa zaidi, dunia kwa sasa inajadili ziara ya Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambayo kimsingi alianza tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026 na amehitimisha tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwenye ziara ya Putin imetuonesha mambo mazito ambayo watu wengi labda walikuwa hawaelewi. Ninazo story mbili hapa, lakini tunaanza na hii ya kule Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin anakwenda China baada ya ziara ya siku kama 3-4 ambayo imepita. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alikwenda pale China, na kuna mambo kadhaa ambayo nataka watu muelewe, na nafikiri mkielewa vizuri zaidi mtaelewa nini ambacho nakizungumza. Katika ziara yeyote ile ya kiongozi yeyote yule wa kitaifa ambapo anakwenda katika taifa jingine, huwa kuna mambo mawili. Anaweza akaenda either kukiwa kuna shughuli ya kitaifa katika taifa fulani, au anaweza akaenda either kuna dhifa fulani katika taifa fulani, au anaweza akaenda kukiwa kuna changamoto, labda kuna msiba umetokea, msiba mkubwa wa kitaifa pamoja na mambo mengine. Akienda kwenye ziara za namna hiyo, usitarajie kusikia public announcement, usitarajie kusikia taarifa kwa umma ambayo inatoka katika taifa husika. Kwa sababu zipi? Ni kwa sababu ameenda kwa shughuli ambayo haihusiani na kutoa statement kwa umma. Hii naomba ikae vizuri sana ndugu zangu, mnielewe. Sasa kulikuwa na mjadala mzito na mkubwa sana juu ya kila ambacho kimefanywa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump pale nchini China. Na wakati siku moja nimeongea hapa nikasema Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alipokwenda China, hakuna makubaliano ya kimaandishi ambayo walikubaliana kati ya China pamoja na Marekani namna ya kuyaendesha mataifa hayo katika mustakabali wa utangamano, kwa maana ya ushirikiano ambao ni unaonesha wa moja kwa moja kati ya mataifa haya mawili. Na since then ikawa watu wengi sana ni kama wameibua mijadala mingine, hoja nyingine. Naona wachambuzi wanazungumza, wanasema unajua ziara ilikuwa ni ziara ya manufaa makubwa. Mambo mengi sana walizungumza, lakini mimi nilisema ziara ya Donald Trump ya kwenda China ilikwenda tofauti na matarajio ya Wamarekani ambao walikuwa wanamwamini sana Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Watu wakasema Bwana Guido sijui na nini. Of course stories zilikuwa nyingi sana, lakini leo nataka sasa niwape tofauti ya kile ambacho kilitokea. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alikwenda nchini China, hakwenda kwenye mazishi, hakwenda kwenye gwaride, hakwenda kwenye nini. Alikwenda China purposeful, yani alikwenda akiwa na madhumuni ya kukamilisha baadhi ya malengo yake. Malengo mojawapo ni malengo ya kibiashara, malengo ya kiuchumi, malengo ya kiulinzi, malengo ya kidiplomasia, malengo ya kiushawishi pamoja na mambo mengine. Lakini kubwa kuliko yote ilikuwa ni kuishinikiza China imwambie Iran kwamba Iran akubali kusalenda mbele ya Marekani, na baada ya hapo Marekani aachane na kuendelea kufanya mashambulizi nchini Iran. Hii ilikuwa ndio hoja ya msingi ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwenda kule. Na wakati anaenda hivyo, ili kuuaminisha ulimwengu kwamba haendi kwa sababu ya kile kinachoendelea Iran au kuomba msaada kwa China, akaposti kwenye mitandao yake ya kijamii akasema hivi: sisi hatuhitaji msaada wa aina yeyote ile kutoka China kuhusu Iran. Na hiyo report nafikiri niliwaambia, nikasema Rais wa Marekani Bwana Donald Trump hapa anatengeneza kitu kinaitwa a sympathy. Yani anatengeneza ni kama anatengeneza conspiracy fulani hivi ya kuhadaa ulimwengu. And of course alifanikiwa, kwa sababu dunia nzima ni kama ilianza kujadili yako kaeneo. Lakini nikaja nikasema, nikatoa sababu za kwa nini Rais wa Marekani alikwenda na wafanyabiashara wengi sana wa kutoka Marekani. Na nikawaambia vizuri kwamba Bwana Donald Trump
ni mzee wa mitandao. Alisema hivi, yani kwamba asingefanikiwa yeye kupata mileage kwenye media, kwenye social media, kwenye mainstream, kwenye magazeti. Manake hawa wengine, hawa kina Elon Musk, sijui hawa kina Tim Cook, sijui hawa kina nani, ndio ambao wangetengeneza headline za Marekani. Lakini vyote vilishindikana. Na nikawaeleza nikasema, Marekani wameambulia patupu kwenye ziara ya rais wa Marekani bwana Donald Trump kwenda kule China. Wengi wakasema sijui nini na nini, ikawa of course ni mastori ya hapa na pale, lakini ukweli utabaki pale pale kwamba ni kweli Marekani hawakufanikisha mission yoyote. Sasa nilianza mbali kidogo hivyo ili angalau watu mjenge picha kwamba kiongozi anapokwenda kutoka kwenye taifa moja kwenda kwenye taifa jingine, huwa tuna expect nini kitokee. Sasa rais wa Urusi bwana Vladimir Putin alipoenda huko China, mkutano wake mapema tu tumeshajua kwamba mkutano wa Putin na Xi Jinping umezaa makubaliano 40 na matamko makubwa ya pamoja. Kwa hiyo tulitegemea Trump na Xi Jinping tungepata makubaliano ambayo ni ya kimaandishi, ambayo dunia ingejua na ingekuwa ni kama public announcement. Mazungumzo ya viongozi wa mataifa mawili, Urusi na China, yameadhimisha miaka 25 tangu kutiwa saini kwa mkataba ambao uliweka msingi wa uhusiano wa kisiasa kati ya mataifa haya mawili. Na miji ya Moscow na Beijing wamesaini takriban nyaraka 40 za ushirikiano na wametoa matamko mawili makubwa ya pamoja wakati wa ziara ya siku 2 ya Rais Putin nchini China, ambapo yalifanyika mazungumzo ya viongozi hao wawili. Ziara hii ya Putin nasema imefanyika ikiwa ni siku chache tu rais wa Marekani bwana Donald Trump kutembelea pale, na ni ziara ambayo pamoja na mambo mengine ilikuja sambamba na maadhimisho ya miaka 25 tangu kusainiwa kwa mkataba wa jirani mwema, urafiki na ushirikiano kati ya Russia na China, ambao umekuwa msingi wa ushirikiano wa kimkakati wa mataifa haya mawili. Sasa akizungumza baada ya mazungumzo haya, rais wa Urusi bwana Vladimir Putin amesema hivi, kikao ambacho kimefanyika katika hali ya joto la kindugu lenye kujenga na kuimarisha ushirikiano, na akisisitiza kuwa sehemu kubwa ya makubaliano inalenga kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi kati ya Urusi pamoja na China. Kwa upande wake rais wa China mwenyeji Xi Jinping amesema hivi, mazungumzo haya kwanza yalikuwa ni ya kina, yalikuwa ni mazungumzo ya kirafiki ambayo yana matokeo makubwa, na akasema uhusiano wa China na Urusi umefikia hatua mpya muhimu sana katika maendeleo ya kiulimwengu. Kama kuna sehemu yoyote mlimsikia rais wa China bwana Xi Jinping kwenye mazungumzo yale amezungumza jambo la namna hiyo kwamba wao na Marekani walifanya hivi, nitaomba basi mtanisaidia kuniletea kwa ushahidi kidogo, halafu na mimi nitakuja na kile ambacho ninakielewa. Rais wa China akasema kwamba Moscow pamoja na Beijing zinapaswa kuoanisha malengo yao ya maendeleo ya kitaifa na kuimarisha ushirikiano katika sekta za nishati, akili mnemba na ubunifu wa teknolojia kwa ustawi wa mataifa yote mawili. Hili naomba nilisisitize. Amesisitiza hivi, Urusi pamoja na China ni lazima waoanishe malengo. Yani ni lazima wawe na malengo ya aina moja ili kufanikisha kwenye mission za kuhakikisha dunia inaelewa haya mataifa mawili yenyewe ni mataifa ya aina gani. Sijui kama mnanielewa. Yani ni hivi, kama mimi na Hassan Gaddafi ambaye yupo Kenya na mimi niko Tanzania, ikitokea tunataka tuuoneshe ulimwengu kwamba mimi na huyu jamaa ni marafiki na tunashirikiana kwa tabu na raha, ni lazima tuwe tuna lugha moja, tuwe tuna sera moja, tuwe tuna sheria moja ambazo zinatulinda kwamba Gaddafi akifanyiwa tukio basi na mimi niwe nimefanyiwa. Yani tuoanishe yale malengo yetu. Sio tunasema Alex Guido na Hassan Gaddafi wa Kenya ni marafiki au wanazungumza lugha moja wakati Gaddafi anatekeleza mambo yake na mimi natekeleza mambo yangu. Hiyo ni big no, kwa sababu mnakuwa hamjaoanisha yale malengo. Sasa mambo muhimu ambayo yamejitokeza ni kwamba kwenye ile maeneo 40 walio sign, Putin na Xi wamesign tamko la pamoja la kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati wa kina kati ya Urusi na China, ambayo inahusisha maeneo ya kijeshi, nielewe vizuri, sekta ya kijeshi, teknolojia, biashara pamoja na uchumi.
wamesaini tamko la pamoja. Pili, wamepitisha tamko kuhusu mfumo mpya wa dunia wenye nguvu nyingi ambao unafahamika kama multipolarity, na wametaka kuanzishwa kwa mfumo mpya wa mahusiano ya kimataifa unaozingatia usawa, kuheshimiana na ushirikiano wa manufaa kwa watu wote. Marekani hili jambo halitaki. Marekani anataka kitu kinaitwa unipolarity, yani taifa moja lizungumze on behalf ya mataifa mengine. Mataifa mawili yamezindua mpango wa pamoja wa mwaka wa elimu ambao una lengo la kuimarisha uhusiano wa muda mrefu wa kitaaluma na kitamaduni kupitia kubadilishana wanafunzi na ushirikiano wa kielimu. Ndio hiyo mnasikia nakwambia tunataka majambo ambayo yanaoana. Lakini pia Putin amesema biashara kati ya Urusi na China imezidi dola bilioni 240 kwa mwaka uliopita na imeongezeka 20% zaidi katika miezi minne ya kwanza ya mwaka 2026. Lakini wametoa tamko la mfumo mpya wa dunia ambapo wamesema ni lazima iwepo dunia yenye nguvu nyingi, na dunia inatakiwa iondoke katika mfumo ambao unatawaliwa na mataifa machache kuelekea mfumo wa ushirikiano wa vitu vingi katika eneo la nguvu. Na wanasema hivi, mataifa haya yani yametaka mfumo mpya wa kimataifa ambao unajengwa juu ya moja, uwazi wa dunia kwa ushirikiano jumuishi ambao una manufaa kwa wote. Pili, usalama ambao haugawanyiki na wenye usawa. Tatu, demokrasia katika mahusiano ya kimataifa na maboresho ya utawala wa dunia. 4, kuheshimu utofauti wa ustaarabu na maadili wa mataifa mbalimbali. Yaani Marekani aheshimu maadili ya Tanzania, Tanzania iheshimu maadili ya Zambia, Zambia iheshimu maadili ya Kenya, Kenya iheshimu maadili ya Urusi. Sijui kama mnanielewa. Lakini pia wamesema hivi, mgawanyiko, yani wamepinga mgawanyiko wa dunia katika kambi pinzani na kuonya dhidi ya kurejea kwa sera ya mwenye nguvu zaidi, ambayo hiyo Marekani ndo alikuwa anahangaika nalo. Na katika hatua nyingine ni kwamba hawa wa China na Warusi wanasema hivi, ushirikiano wao haulengi nchi nyingine ila unategemeana kuheshimia. Yani hiki ambacho wanaingia kwenye kushirikiana hakilengi kulikomesha taifa fulani. Eti labda wanaanza kuonesha ushirikiano kwa sababu sio wanataka kuliambia Marekani, sio wanataka kumwambia wao wanasema ushirikiano wetu sisi haulengi nchi yoyote ila unategemea kuheshimiana, usawa wa mamlaka ya kitaifa na kuunga mkono mfumo wa dunia wa haki. Yani kwamba hapa wanatueleza kwamba ni kwa kifupi ni kwamba wanasema hivi, Irani ana haki kama taifa huru, hatakiwi kuingiliwa na taifa jingine lolote lile. Labda nimeona nitumie lugha hiyo ili muweze kunielewa. Lakini pia wamekubaliana kupanua mazoezi ya pamoja ya kijeshi, doria za anga na operation za majini ili kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama duniani pamoja na kikanda. Yani sijui kama hivi nyie ndugu zangu, sijui kama mnanielewa hiki ambacho wamekizungumza Warusi na Wachina. Lakini wamekubaliana kuongeza ushirikiano kwenye akili mnemba, teknolojia za kidigitali na biashara ya mtandao ya mpakani, wakieleza kuwa teknolojia hizo ndiyo msingi wa ukuaji wa uchumi wa dunia. Lakini pia wamelaani mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, wakisema ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa unaotishia uthabiti wa Mashariki ya Kati. Na wametoa wito wa kurejea kwa mazungumzo na diplomasia. Wameahidi kuimarisha ushirikiano katika eneo la Arctic ambako Wairani wapo, wakikosoa kile kilichotokea na kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za Marekani na washirika wake katika eneo, wakisisitiza kwamba Arctic inapaswa kubaki eneo la amani na ushirikiano kwa manufaa ya pamoja. Baada ya kumaliza ziara hiyo, Putin ameondoka Beijing, ameenda zake Moscow, na hii inaashiria kuna kuimarika zaidi kwa ushirikiano wa Urusi pamoja na China katika mazingira ya mabadiliko makubwa ya kisiasa na uchumi duniani. Lile jambo la pili naomba nisilizungumze, nitawavuruga tu, nitawachanganya. Lakini nadhani mtakuwa mnanielewa sasa tunapozungumza kwamba Urusi pamoja na China wametuonesha namna ambavyo delegation huwa zinakuwa. Yani issue sio Uhuru Kenyatta kuja Tanzania. Issue ni Uhuru Kenyatta na kuja Tanzania kufanya nini? Yani Uhuru Kenyatta atoke Kenya na msafara wake wote na mabegi yake yote,
idara za usalama zote, serikali yote itoke Kenya, alafu waje Tanzania, waende pale kwa Rais Samia Suluhu Hassan, wamwambie bwana, tulikuja tu kukusalimia, sasa tunataka kurudi. Haijawahi kuwa taifa la namna hiyo. Yani hapa nimetolea mfano wa kirahisi ili mnielewe kwamba rais wa Marekani Donald Trump atoke Marekani aende mpaka China na delegation yote. Yani hivi mnajua Marekani, yani Donald Trump alibeba uchumi wote wa Marekani akatembea nao kwenye Air Force One wakati anaenda pale nchini China. Hii ndio lugha nyepesi ambayo mnatakiwa kuielewa. Yani uchumi wa dunia nzima ambao Donald Trump anasema Marekani ndio inaongoza, aliubeba akaenda nao akaenda China. Sio rahisi kwamba alienda kumsalimia rais wa China bwana Xi Jinping wakatoka bila hata articles of association, makubaliano ya aina yeyote ile. Nadhani labda tutakuwa tunaelewana katika engo hii ambayo nimeizungumza kwa lugha nyepesi ambayo kila binadamu anaweza akaelewa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.